Nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Oh, oh, oh. Imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara, pia ni salama. Karibu mtazamaji mpendwa katika kipindi cha Maisha ni Nyumba kinachoandaliwa na Shirika la Nyumba la Taifa. Leo kipindi chetu kimetembea kilomita 924, ni ndani ya Tanzania lakini katika mkoa wa Ruvuma. Tumekuja huku Ruvuma kuweza kuangalia Shirika la Nyumba la Taifa kama ilivyo kawaida, utekelezaji wa majukumu yake kila siku, lakini kwa namna gani Ruvuma wamenufaika na uwepo wa Shirika la Nyumba la Taifa katika mkoa huu. Karibu ungane nasi wakati huu ili tuweze kufahamu mengi kuhusiana na NHC Ruvuma. Mimi ninayekaribisha kwa niaba mwenzangu ambaye tunashirikiana kuandaa kipindi cha Maisha ni Nyumba kinachotayarishwa na Shirika la Nyumba la Taifa. Jina langu naitwa Domina Roemanyila, na leo mwenyeji wetu ni ndugu Paul Kesi ambaye yeye ndiye meneja wa NHC hapa Ruvuma. Paul, natumai hali ni shwari kama ambavyo tunashuhudia hali ya hewa, na na imani mnaendelea vyema katika utekelezaji wa majukumu yenu, wewe pamoja na timu yako. Kwa kuanza kipindi chetu, ungeanza kwa kumweleza mtazamaji tunapozungumzia Shirika la Nyumba la Taifa mkoa wa Ruvuma. Maanake kilomita 924, shirika kuweka ofisi huku, shirika kuwekeza huku, si mchezo. Karibu. Asante. Shirika la Nyumba la Taifa ni miongoni mwa mashirika ukongwe yalianzishwa baada tu ya kupata uhuru, ambapo shughuli kubwa ilikuwa ni kujenga nyumba kwa ajili ya wananchi wanaishi mijini ili waweze kupata makazi bora, ambayo walikuwa wanajenga na kusimamia majengo mbalimbali. Kwa mkoa wa Ruvuma tunaendeleza shughuli hizo, ambapo tunasimamia miradi mbalimbali. Kwa mfano kuna mradi wa Mikuzo na Kete kule Njombe, ambao ni nyumba za kupangisha. Jengwa kwa kusudi kuweza kuuzwa, lakini kwa sababu ya hali ya soko wakati ule ikabidi tuweze kuzipangisha ili tuweze kupata pesa zilizokuwa tumeongeza pale kwa sehemu. Hata hivyo tumeweza kuanzisha mpango mwingine wa kuweza kuwauzia wapangaji pale, ambapo kwa sasa tumeweza kuwahamasisha na kuwapa barua mbalimbali ili waweze kunufaika na fursa za upangaji ununuzi. Anayetuangalia hivi sasa natamani kufahamu sana huko Makete na Njombe, mnapozungumzia zile nyumba ambazo zimejengwa na sasa zinauzwa, tunazungumzia nyumba za aina gani, na nyumba hizi zinauzwa labda kwa watu wa namna gani? Nyumba za Makete ni kama nyumba ambazo zipo maeneo mbalimbali ya nchi hii, zijengwa katika miradi ya nyumba za gharama nafuu, ambazo zijengwa kwa kuuzwa kwa maeneo ambayo kulikuwa na haba sana wa nyumba kwa watumishi wa umma. Sasa nyumba zile ni nzuri, ziko katika hali nzuri sana, ambapo ni kwa sababu tu ya hali labda ya uchumi au ya nini, lakini sasa hivi tumeboresha utaratibu wa kununua kwa namna ya upangaji ununuzi. Au ununuzi unalipa asilimia 25, alafu hela nyingine zinazobaki utakuwa unalipa kidogo kidogo. Inawezekana yupo ambaye anatutazama wakati huu unapomletea habari hii njema, anatamani kujua sasa tunapozungumzia nyumba za makazi zilizojengwa na Shirika la Nyumba la Taifa katika huko Makete, tunazungumzia labda nyumba za vyumba viwili. Mwelezee hali halisi ya hizo nyumba ili walao aweze kupata picha na yeye aweze kuona kwa namna gani anaweza akachangamkia fursa hii. Nyumba za Makete ni nyumba ambazo zimejengwa katika ustadi wa hali ya juu, kwenye ubora mkubwa, ambazo zote ni nyumba za vyumba vitatu, sebule, jiko na choo na bafu za kujitegemea. Katika vyumba vitatu hivyo, moja ni chumba kilichokuwa na huduma ndani, choo na bafu kuungana. Pia kuna nyumba ambazo zimesimama zenyewe, stand alone houses, ambayo ziko kwa mbili pale. Hizo nyumba zinajitegemea, hazijaungana. Nyumba nyingi pale zimeungana, kwa kuliko nyumba 14 ambazo zimeungana mara mbili. Kwa hiyo katika nyumba 14 zile zinafanya jumla ya nyumba za kuweka familia nyumba 28. Jumlisha hizo mbili ambazo zimesimama zenyewe zinakuwa nyumba 30. Kwa hiyo ni nyumba bora ambazo mtu ukikaa pale unajisikia kwamba uko nyumbani na utajuta kukaa katika hizo nyumba. Bei zake ni nafuu, ambapo ulazimiki kulipa kwa mara moja kutokana na hali yako ya mipango yako ya kulipa. Hizo ni kwa upande wa Makete. Yes. Na kwa upande wa Njombe? Makete ipo katika mkoa wa Njombe, na katika mkoa ule wa Njombe mradi pekee tulionao ni ule mradi wa Makete.
Makete kule mkoa wa Njombe pia tuna maeneo ya viwanja, maeneo ya Ludewa na maeneo ya Wanging'ombe ambapo bado tunashikilia kwa ajili ya uendelezaji wa baadaye. Lakini mradi pekee tuliojenga kwa sasa ni pale wilayani Makete. Licha ya mkoa wa Njombe, hapa Ruvuma kuna mradi mwingine wa Mkuzo. Nazo tulijenga kwa ajili ya kuuza. Tulifanikiwa kuuza nyumba 7 na zikabaki nyingine 11. Hizi 11 tunaendelea kupangisha kwa wananchi mbalimbali wahitaji wa makazi, na sasa tumewapa utaratibu huo pia wa kuweza kuchangamkia fursa ya kuzinunua. Lakini tunapotazama mkoa wa Ruvuma, shirika la nyumba la taifa limeweza kwa kiasi gani kuwasaidia wananchi waliopo katika mkoa huo kupata majengo ya biashara, lakini kama kuna nyumba pia za makazi, ili waweze kufahamu mtazamaji? Kwa sasa hivi kuna mwitikio mkubwa sana wa watu kuja kuomba nyumba za makazi na biashara. Nyumba za makazi kwa wingi wanaomba watumishi wa umma wanaohamia katika mkoa huu. Sasa wale mara nyingi wanakimbilia mkoa huu, unanisi ofisi hii kwa kuwa imetanabaisha kwamba inatoa makazi kwa maeneo mengi katika nchi hii. Na sisi kwa kweli tuna maono mengi katika waiting list yetu, lakini waliofanikiwa kupata ni wachache. Kwani kwa sasa nyumba zote za makazi zimepangishwa. Kwa upande wa nyumba za biashara kwa kweli ni chache sana na zinatakiwa sana. Hata hivyo tumeweza kuomba management na board ya wakurugenzi waweze kujengea jengo zuri. Ambapo sasa hata juzi tu walikuwa kuna watu walikuwa na nyumba kuuza baadhi ya vitu, wanataka kuvunja jengo moja hapa ili waweze kufanyaje, waweze kulijenga tupate na sehemu kubwa za kutosha kupangisha watu. Wow, kwa hiyo Ruvuma sasa na yenyewe inakwenda kupata jengo kubwa la shirika la nyumba la taifa kwa upande wa biashara, si ndivyo? Baada ya utafiti huu ambao unaendelea kwa siku za baadaye. Yes. Lakini imeonekana sasa baadhi ya watumishi wengi kama ulivyotueleza wanatamani kupanga katika nyumba za shirika la nyumba la taifa, na kama ulivyotueleza maombi yako mengi ofisini kwako kwa watumishi hawa na watu wengine wa kada mbalimbali. Mpango mkakati wa NHC Ruvuma katika kuwasaidia wananchi walioleta maombi hapo ofisini kwako hususan katika makazi uko vipi? Bado, kwa sababu majenzi ya nyumba yanataka fedha nyingi. Kwa hiyo tunachoweza kufanya tu ni kuweza kujaribu kufanya maandiko, kuwasilisha makao makuu ili tuweze kuongeza majengo mengine ya makazi kwa ajili ya kuweza kuenenda sambamba na haya maombi ya watu wanaoomba nyumba. Kwa sababu wakipanga pia tunapata kipato na wananchi wanapata sehemu makazi mazuri ya kuweza kuishi. Kwani mpaka sasa kesi nyumba zilizopo za makazi ni ngapi? Kwa mkoa huu nyumba ni chache, sababu kama unavyokumbuka awali mkoa huu kwa miaka ya nyuma kulikuwa na nyumba nyingi sana, baadaye zikauzwa zote kwa maelekezo ya serikali. Baada ya kuuzwa zote zikabaki chache ambazo ni nyumba 3 tu mjini. Baadaye kwa miaka 2014 ndio tukajengwa mradi wa Mkuzo. Mkuzo ilikuwa kwa ajili ya kuuza. Ilipokuwa ziliposhindikana kuuzwa baadhi tukazifanya za kupangisha. Kwa hiyo Mkuzo kule tunazo nyumba 11 za makazi na hapa mjini ziko 3. Kwa hiyo jumla nyumba za makazi kwa mkoa huu wa Ruvuma ziko 14 na kule Makete ziko 30. Hongereni. Ndio sichu wanasema. Na mtazamaji, hayo ndio ambayo umeweza kuyasikia kutoka kwa meneja wa shirika la nyumba la taifa hapa Ruvuma, Bwana Paul Kesi, kuhusiana na shirika la nyumba la taifa. Lakini changamkia, bado fursa hipo ya nyumba ambazo zinauzwa katika mkoa huu, tena kwa gharama nafuu kabisa, milioni 62 na ile nyingine wamesema milioni 54. Yes. Ni kule Makete na Mkuzo. Makete na Mkuzo, nyumba zipo zinauzwa. Changamkia fursa hii. Mtazamaji, tunatoka sasa ofisini hapa kwa mwenyeji wetu, tunakwenda kuzungumza na yule mwenye dhamana kwa upande wa serikali anayesimamia mkoa huu wa Ruvuma, tuweze kumsikia na yeye anazungumziaje kuhusu shirika la nyumba la taifa na namna ambavyo limefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuweza kuleta miradi miwili ya nyumba za makazi Makete na Mkuzo. Endelea hapo pamoja nasi. Baada ya kupata mapumziko mafupi, tunaendelea na kipindi chetu. Na baada ya kuzungumza na meneja wa NHC hapa Ruvuma, Bwana Paul Kesi, sasa nimefika hapa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Kanali Hamed Abasi Hamed, ili na yeye tuweze kumsikia anazungumziaje utekelezaji wa majukumu ya shirika la nyumba la taifa, lakini upi mchango wa NHC
katika sekta ya makazi hapa Ruvuma. Karibu uwe nami. Naam, mtazamaji, na tayari nimefika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma. Ametukaribisha ofisini kwake hapa tuweze kusikia ya kwake kuhusiana na shirika la nyumba la taifa. Kwanza awali ya yote ni kupongeze kwa kazi nzuri unayofanya katika mkoa huu wa Ruvuma, na nimefurahi sana kwa kuwa kumbe wewe ni mmoja kati ya wadau wa kipindi chetu. Na leo tunazungumza na mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye ni mdau wa kipindi cha Maisha ni Nyumba. Kwa kuanza, labda mheshimiwa, ungeanza kwa kutueleza unazungumziaje mchango wa sekta ya nyumba hususan katika mkoa wa Ruvuma ambapo NHC imeshiriki kwa kiasi kikubwa, ama unaona vipi NHC namna ambavyo imeshiriki katika mchakato huu mzima? Mimi naitwa Kanali Ahmed Abbas Ahmed, mkuu wa mkoa wa Ruvuma. Ni shukuru kwa kupata fursa ya kutembelewa na wataalamu kutoka kwenye kipindi cha Maisha ni Nyumba katika mkoa wetu. Na kama ulivyoanza kuuliza, mchango wa NHC ni mkubwa katika mkoa, sababu mkoa huu una watumishi lakini pia una wananchi ambao uhitaji wa nyumba ni mkubwa. Kwa hiyo nyumba za NHC zimesaidia kupunguza changamoto, lakini vile vile ujenzi wa nyumba hizo umeongeza ubora na uzuri wa mji, kwa sababu zinajengwa kwa kutumia ramani maalum, zinajengwa kwenye maeneo maalum. Kwa hiyo hata mtu mwingine anayekuja kujenga sasa baada ya NHC kujenga, na yeye anawiwa kufuata utaratibu huo wa NHC. Kwa hiyo tunaishukuru shirika hili la nyumba kwa mchango wake. Labda unazungumziaje pia baadhi ya majengo ya biashara ambayo shirika imewekeza katika mkoa huu wa Ruvuma? Yameweza kwa kiasi gani kuchagiza hususan katika soko la ajira lakini pia uchumi wa mkoa? Mkoa huu uko kusini kabisa mwa Tanzania, na ukifuata historia ni mikoa ambayo ilikuwa inaonekana iko pembezoni. Kwa hiyo maendeleo yake yalikuwa yanapiga hatua kidogo kidogo, lakini uwepo wa nyumba za NHC za makazi na zile za biashara kwanza umeufanya mji kuwa mzuri, lakini vile vile umepunguza changamoto za upatikanaji wa majengo kwa ajili ya shughuli za kibiashara. Kwa hiyo wananchi wengi wametekeleza biashara zao kupitia majengo yaliyoachwa au yaliyojengwa na NHC, na kwa maana hiyo imepunguza kwa kiwango kikubwa. Lakini pia imeongeza ajira, kwa sababu kupitia majengo hayo watu wanapangisha, wanafanya biashara, na kwa maana hiyo mkoa unazidi kukua. Lakini bado inaonekana katika mkoa huu wa Ruvuma kwa kiasi fulani inahitajika labda uwepo wa jengo kubwa la biashara, labda shirika liweze kuwekeza mahali hapa, na nina imani kwamba na wewe ndio tamanio lako hilo. Lakini je, ili liweze kufanikiwa, ofisi yako imejipanga vipi kuhakikisha inalisaidia shirika kutimiza azma hii? Swali zuri. Maendeleo ya taifa hayafanywi na serikali pekee yake au hayafanywi na mmoja. Kuna utatu unaitwa public and private partnership. Kwa hiyo tukipata wadau wanaoweza kujenga majengo makubwa kama masoko, kumbi za mikutano, majengo mengine kama stendi, basi yataongeza ubora wa mji, lakini vile vile yatapunguza changamoto hizo. Kwa hiyo nitoe wito na rai kwa shirika la nyumba kuona haja ya kutaka kufanya uwekezaji huo, na haswa kwenye kumbi za mikutano. Mheshimiwa, tukizungumzia hilo tunazungumzia pia nyumba ambazo zimejengwa na shirika la nyumba la taifa katika eneo la Mkuzo, na kwa sasa shirika linatoa fursa kwa wale wapangaji kwanza, na wapa kipaumbele walioko ndani ya nyumba, tunaita mpangaji mnunuzi au tenant purchase, ili aweze kulipa walau kidogo kidogo, baadaye aweze kumiliki nyumba hii. Lakini alimzuii yule aliyeko nje ambaye anatamani na yeye kuwa mmoja kati ya wamiliki wa nyumba za Mkuzo. Kwa upande wako, fursa hii inayotolewa na NHC kwa wananchi hususani wa mkoa unaousimamia, unaona kwa kiasi kipi itaweza kuwasaidia wananchi kuweza kumiliki makazi yao?
Unajua zile nyumba ni nyumba zimejengwa na serikali. Ukizitazama viwango vyake ni vya juu sana kwa maana ya ubora. Lakini pia bei zake ni affordable kwa wananchi. Kwa mimi kwangu hilo kwanza limenifariji kuona kwamba kuna fursa imetolewa kwa wananchi wangu katika mkoa huu wa Ruvuma waweze kupata makazi bora na kwa bei za kuridhisha. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi na watumishi waichangamkie fursa hiyo ili iweze kupunguza tatizo la makazi ndani ya mkoa wetu, lakini pia kuwa na makazi bora na salama yaliyojengwa na NHC. Sanjari na hilo, nyumba hizi unazionaje? Kwa namna moja ama nyingine zimechagiza vipi wananchi kuweza kujenga kwa kufuata mipango mingi? Ni kweli kama nilivyotangulia kusema, NHC ni shirika la serikali na linajenga nyumba zake kwa plani, kwa ramani na kwa kuzingatia viwango. Kwa hiyo uwepo wa nyumba zile umefanya pia majenzi mengine ya watu wengine yawe na ubora kwa kufuata ubora wa nyumba zilizojengwa na NHC, na kwa maana hiyo wanatumia ramani, wanatumia plan, lakini wanajenga pia kwa kuiga mfano wa nyumba za NHC. Kwa hiyo hakuna majenzi holela. Mheshimiwa Kanali Hamed, takuwa umezunguka sehemu mbalimbali katika nchi yetu hii ya Tanzania na kuona baadhi ya miradi inayotekelezwa na Shirika la Nyumba la Taifa, lakini hasa tukizungumzia ile inayotekelezwa jijini Dar es Salaam. Na sasa kuna mradi mkubwa wa Samia Housing Scheme, tukiacha Morocco Square, 7-Eleven na kadhalika. Hii kwako wewe inakupa taswira ipi ya namna ambavyo shirika linatekeleza majukumu yake? Mimi niendelee kushukuru kwa kweli. Kwanza kuwa na shirika ambalo linamjali mwananchi na mtumishi. Kitendo tu cha kuamua kujenga nyumba hizo maana yake ni shirika lenye vision and mission. Na kwa ukuaji wa taifa hili maana yake mahitaji ya nyumba yanaongezeka. Kwa hiyo kila mara shirika linakwenda kulingana na mahitaji ya nchi yalivyo kwenye eneo la makazi. Kwa hiyo mimi napongeza, lakini vile vile sio tu wanajenga ili mradi kujenga, wanajenga nyumba zinazolingana na wakati wa sasa, nyumba zenye viwango, nyumba ambazo mtu yeyote anaweza kukaa, awe ni Mtanzania au hata mwananchi kutoka taifa lingine, akija viwango vyake vinakidhi upangishaji na ununuzi wa nyumba hizo. Kwa hiyo mimi nawapongeza, lakini pia wanaondoa sasa taswira mbaya ya mji na kutengeneza taswira nzuri kwa mji wetu, kwa sababu nyumba zile ukiziangalia kwa kweli zinapendezesha mji. Kanali Hamed, utakubaliana nami dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ni kutamani kila mwananchi aweze kumiliki nyumba. Shirika la nyumba lipo na shirika linatekeleza azma hiyo katika kujenga nyumba mbalimbali za makazi. Katika mkoa wako huu wa Ruvuma, hususan katika maeneo ya katikati ya mji, ofisi yako imejipanga vipi kuhakikisha shirika linawaletea wananchi makazi yaliyo bora mahali hapa? Cha kwanza, ndani ya mkoa huu kuna maeneo tuliyoyatenga kwa ajili ya ujenzi wa manyumba na majengo ya kisasa. Kwa hiyo mimi ningetamani shirika la nyumba lichangamkie kwanza fursa ya uwepo wa maeneo hayo ndani ya mkoa wetu, ili tunapozungumza mkoa umepiga hatua za kimaendeleo, basi na wenyewe NHC wawe ni sehemu ya uchangiaji wa maendeleo hayo kwa upande wa makazi. Lakini vile vile sasa hivi tunahitaji kuwa na makazi, sio tu makazi bora na yanaendana na wakati wa sasa. Hayo hayawezi kufanywa na mtu binafsi, lazima taasisi ya serikali ikiwepo NHC tengeneze mpango mkakati wa kufanya beautification ya miji yetu, haswa kwenye eneo la makazi na majengo yanayohitaji kutumika kwa ajili ya shughuli za kibiashara. Baadhi ya wapangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa, na nina imani hata katika mkoa huu wa Ruvuma wapo wa namna hiyo, wamekuwa kidogo wanasuasua katika suala zima la ulipaji kodi. Na kodi hii ambayo yanapaswa kulipa ndilo tamanio lako wewe la NHC kuendelea kuwekeza zaidi mahali hapa. Unatoa wito gani kwao, ama kupitia kipindi hiki unawaambia nini? Wito wangu wa kwanza ni kuwahimiza kulipa kodi ili kodi zile zikaweze kujenga majengo mengine. Lakini wito wangu wa pili
ni kuwaomba shirika wasiwe wapole, kwa sababu ukiwa wapole kwenye eneo hili la ukusanyaji wa kodi, tunaweza tukashindwa kutekeleza majukumu na miradi mingine mahala kwingine tulipokusudia. Kwa hiyo mwananchi ambaye anakaidi au halipi kwa wakati, ni vema pia taratibu za kisheria zikachukuliwa dhidi yake, ingawa nisingependelea sana watolewe na kuwekwa nje, lakini angalau waambiwe umuhimu wa kuchangia ili fedha zile zikatumike kwa ajili ya kuendeleza miradi mingine. Naam, mtazamaji, hayo ndio ambayo alikuwa nayo Kanali Hamed Abbas Hamed kuweza kuzungumza katika kipindi cha Maisha ni Nyumba kwa siku hii ya leo kutoka ofisini kwake hapa mkoa wa Ruvuma. Tunasema asante sana na tukutakie kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako, hususan katika kuiendeleza ama kuuendeleza mkoa huu wa Ruvuma kwa namna ambavyo tunaushuhudia. Asante sana, karibuni sana. Shukran. Na mtazamaji, tuendelea na kipindi chetu, na kama tulivyokueleza leo kipindi kinakujia kutoka mkoa wa Ruvuma. Eneo hili niliposimama ni eneo maarufu sana hapa mkoani Ruvuma, ndio eneo la sokoni. Maduka ni mengi na kama ambavyo unaona purukushani ni nyingi. Lakini barabara hii unayoiona ndio barabara inayoelekea huko Mbinga. Na kuja hapa kwa mmoja kati ya wapangaji wa shirika la nyumba la taifa kwa upande wa jengo la biashara, kama tunavyoona taa, vitu, vifaa vya umeme na kadhalika. Kaka, habari? Salama, habari za kazi? Salama. Karibu katika kipindi chetu na uweze kujitambulisha jina lako na uweze kutueleza wewe ni mpangaji wa shirika la nyumba la taifa katika jengo hili tangu muda gani, na unazungumziaje uwepo wa biashara yako katika jengo la NHC? Asante. Kwa jina naitwa George Msigwa. Kwa kuwa mpangaji wa kwenye shirika la nyumba nina kama mwaka mmoja sasa, nafikiri ndo naenda kukamilisha. Lakini nafurahia kuwa mpangaji kwenye shirika la nyumba la taifa. Kwanza kwa maeneo ya hapa mjini, kulingana na mapango ambayo yapo, yanaweza kawa yanalingana, lakini kulingana na ukubwa wa eneo langu ambalo mimi nimepanga, unaweza kaona mimi ninafaidika zaidi kwenye lile pango kuliko wale wengine, kwa sababu sehemu nyingine ukienda kupanga chumba unapanga tu ili mradi chumba. Lakini hawa shirika la nyumba wanakupangia kwa square meter. Kwa square meter fulani wewe utalipa kiasi fulani, ambacho mimi nikipiga hesabu zangu naona inanilipa na inanifaa, hivyo naingia kuweza kufanya kazi lao. Lakini kwa in short mimi nafurahi kwa mpangaji wao. Aha, kipindi cha zaidi ya mwaka kuwa mahali hapa, ni kweli ndio maana hata furaha unatuonyesha kwamba unafurahi kwa mpangaji wa shirika la nyumba la taifa. Lakini jengo hili limechangia kwa kiasi gani katika utekelezaji ama utoaji wa huduma zako? Limechangia asilimia kubwa. Kwanza moja, kunitangaza mimi mwenyewe kama mfanyabiashara binafsi. Sawa, kwa sababu lipo eneo zuri ambalo liko wazi zaidi. Sawa, na pia unajua asilimia kubwa watu wanajuaga mambo hivi vitu vya shirika si kama serikali. Kwa watu binafsi wanaogopa kuja kupanga kufanya biashara wakihofia kuwa labda wanaweza kanani, lakini in short mimi niwaondoe shaka kwa wengine wenye uhitaji wa kuja kupanga kwenye mashirika ya serikali ambao kama hili shirika la nyumba wasiwe na shaka. Wito wako kwa shirika la nyumba la taifa wewe kama mfanyabiashara kwa sasa ni upi? Wito wa mimi kama mfanyabiashara, yani frame kama hizi inatakiwa waziongeze zaidi. Kwa mfano, ingewezekana shirika liongeze miradi mingine ya kibiashara hasa hapa mjini ili iweze kunemeka zaidi, kwa sababu maisha saizi ndio biashara na watu wanasoma, hawana kazi, wanarudi kwenye kujiajiri, maisha yanaendelea. Naam, basi huyu ni moja kati ya wapangaji walio wengi katika barabara hii maarufu sana hapa mkoani Ruvuma. Majengo ya shirika la nyumba la taifa yako barabara hii ya kuelekea Mbinga, eneo la sokoni, ambaye tumezungumza naye na kiu yake kubwa ni kutamani NHC inaendelea kuwekeza majengo mengine makubwa tu ya biashara, ili wafanya biashara wengi ambao tunawaona baadhi wako pembezoni waweze kunufaika kama ambavyo yeye amenufaika, kama ambavyo yeye anafurahia hata kodi anayotozwa. Anaona kabisa
jengo alilonalo na huduma anayotoa, anaona kodi kidogo, lakini basi Mungu amembariki katika hicho. Nakushukuru sana. Asante sana. Hadi wakati mwingine, Mungu akijalia tutaonana. Asante, karibu sana. Asante sana. Pia nawe tunakukaribisha uje upate huduma za vifaa vya umeme. Kwa si mwenyeji wa hapa, lakini tunakukaribisha sana. Basi acha leo ninunue kimoja. Asante, karibu sana. Asante. Naam, mtazamaji, hapa nilipo ni barabara maarufu sana kati ya nyingi zilizoko katika mkoa huu wa Ruvuma. Hii ni barabara ya majengo. Ndio barabara ambayo ukisogea hapo mbele kuna ofisi za shirika la nyumba la taifa, lakini pia kushoto kwangu barabara hii ndio barabara ambayo inaelekea Mbinga. Hapa ni Songea, na leo kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba kimekujia kutoka mkoa wa Songea. Tunamshukuru sana meneja wa NHC Songea Paul Kesi. Tunamshukuru pia mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanali Hamed Abasi Hamed, lakini pia mwananchi ambaye tumezungumza naye, bila kumsahau afisa miliki wa shirika la nyumba la taifa hapa Ruvuma. La ziada hatuna, ila tunakushukuru wewe mtazamaji kwa pamoja nasi katika kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba. Jina langu naitwa Domina Remanyila, kwa niaba ya mwenzangu tunashirikiana kuandaa kipindi hiki. Shukrani kwako wewe mtazamaji kutoka Ruvuma. La ziada hatuna.